as a school, as a community, as a people, tumekuja kushikana pamoja, lakini kuna ile ya mtu binafsi, na ndio siku ya leo tunaongelelea kuhusu vile mtu atabeba msalaba wake. Each one of us will carry one's cross, because God does not accept excuses from irresponsibility. And that is why the questions which were there in Ezekiel, that chapter 18. Kuna yule kijana ni mwovu, anatenda mabaya, hasikii mzazi, hasikii watu wale wa jirani, hasikii walimu, hakuna mtu anasikia. Ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya. Sasa tunaulizwa kama mzazi wake atachukua dhambi zake, atachukua nidhamu yake, atakuwa punished. The person will not be punished. That is what the Bible says. The father will not be punished because of the sin of the son, especially if the father, kama huyu mzazi anaambia huyu mtoto waacha kufanya hivi, hii ndio njia, soma. Mwalimu anamwambia acha ifanya hivi, hapo mtoto ndiye ataadhibiwa. The child will take the responsibility. Kama wewe kuna mambo unaambiwa fanya, sababu huyu aliendelea na kuuliza swali, akauliza na je, huyu naye sasa mtoto apate mtoto wake sasa, the grandson ya yule baba naye awe anafanya mazuri, si kama ya baba yake. Sasa huyo atafanyiwa aje? Atabeba the sins of the father? Hapana. He will be treated as the person who does what is right. Hata kama wakati mwingine tunaambiwa in the Bible ati dhambi itafika kwa watu wale ambao watazaliwa na wengine, jiarwa na jiarwa. Of course mtu ako na responsibility yake. Righteous people will be rewarded for their actions. Wale ambao wanafanya vizuri, they will be put pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kama hii shule kuna wazazi wanaisupport, kuna watu ambao hata wako nje wanaisupport, kuna wale wazazi wanachukua jukumu yao ya kununulia wanafunzi uniform na kuwapatia chakula, lakini kuna wale wengine wanasema tumelipiwa na serikali. Hii serikali ya Kenya iko na shida sana, kwa sababu kila kitu serikali huwa inasaidia. So watu wanaacha jukumu zao ndio serikali ilipe, lakini kuna yule mzazi anafuata every item, every detail ya mtoto wake. Hata kama shule imesema uniform 2, anaongeza ya 3 ndio kila siku mwanafunzi anakuwa msafi. Lakini mwingine anasema si ni uniform ya shule. So hana shida. Kwa hivyo yule mzazi anafanya ile mambo inafaa, atapewa, atalipwa kulingana na ile kazi amefanya, because the results will be good. Mambo ingine, we answer as a community, we answer as a group, lakini kuna mambo ingine unafaa kuchukua ni yako. Naye mwanafunzi yule ambaye hafanyi, the learner who is not working, he is always wasting time. Anavuta bangi, anakunywa madawa na zingine siku hizi hata hatujui. Atakuwa na mambo ya kusema ati anaanguka kwa sababu hiyo shule haisomi vizuri. Kwani wanafunzi, kuna shule inasoma? Ati hizi buildings inasoma? Si shule ya Rutune hakuna masomo. Na pia naye mzazi anashikana naye, anamwambia ndiragutwarire kuone na nenehe, ukurakure utithire wana.
So huyo mwanafunzi atabeba msalaba wake, kwa sababu hiyo shule kunao wanaenda university na kunao wameenda university. Wengine hapa mtawaona, they are senior people in this land. Na walisomea wapi? Hapa. Even wageni wetu leo watawambia maybe hawakukua shule kubwa kule kwao, wametoka tu mahali, wametoka tu kwa kijiji fulani, but because of that individual responsibility, anajua whatever I'm doing, some of the things I'll be answerable to the people, I'll be answerable to God, I'll be even answerable to myself. Unaona ni kwa nini watu wanajitoa uhai? Sababu pia yeye mwenyewe anajihukumu. Naona hakuna haja ya kuishi, mimi ni bure kabisa. So righteous people will be rewarded for their own righteous actions. Wicked people, the same, will be punished for their wickedness. Ile mambo unakataa kufanya wewe mzazi, unacheza hapo na maisha ya mtoto. Utaki kupeleka mtoto shule, na ukimpeleka you are not serious. Mwalimu akiitana mkutano, wewe ndio unaanza ingine yako pale kwa gate kuambia wazazi wale wengine msifanye. Huyu mwalimu anakutaka kukula pesa. Sasa ni nini umemletea asikule pesa? Umwambia badala ya kukula hii pesa, kula hii maembe. Praise the name of the Lord. Anataka mwalimu anaangalia masilahi ya mtoto wako ndio apite. So mambo ingine ile tunafaa kufanya, na serikali inafanya sema clearly this is the role of the parents tufanye, na ile ya wanafunzi nayo tufanye. Najua wanafunzi wakati mwingine wako na ujinga, wako na upuzi. Bwana asiwacha ninumie hiyo maneno, kwa sababu wengine tumepitia huko. Tunawaambia mnatuangalia tu hivi, but wickedness will be paid. Laziness, uzembe will be paid, but your active working, your hard working will be paid. What we have read shows clearly that God is very just in all his judgments. Yeye ni wa haki sana, na Mungu hawezi kukunyang'anya what belongs to you. Bwana Yesu asifiwe. Haki yako kama ni yako, hata nani ajaribu kukunyang'anya, ni yako. Nobody can tunya you. Amen. Praise the name of the Lord. And that is why nasema tuwe responsible, na tuwe na responsibility. Ile jukumu mtu amepewa, kama mimi mchungaji, ile jukumu nimepewa na kanisa ya Mungu na kanisa ya Kipresbyterian. Hiyo jukumu ni gani? Members wangu wanahitaji nini? Members wangu wanatarajia nini kutoka kwangu kama mchungaji, kama mtumishi? Ile ingine nimeongezewa kama ya shule hapa. Hawa wanafunzi wananionaga hapa nikiwatembelea, na si kuwatembelea tu, tunaongea na wao, tunaomba na wao, ninawaombea. I'm also given another responsibility. Kama kuna mahali naweza maybe kuuliza swali kwa ministry, ninauliza. The sub-county director is here. Tunajuana vizuri because we talk. Ile responsibility niko nayo ya shule, ya community, nimefanya nini nayo? Na wewe ile uko nayo, unafanya nini nayo? Bwana Yesu asifiwe. The problem we have even in this land, in our country, is because of not one holding his own responsibility. So ndio maana tunaanza kulaumu kila mtu, kulaumiana. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. I'm very happy because the people we have today here, si wa one term na two term. Our guests today ni wale watu wa kufanya ile jukumu mtu amepewa, na anaifanya vizuri. Praise the name of the Lord. Kama si hivyo, kama ni wale wengine, tungeanza kusikia kule kutoka kule kwa barabara, one term na two term na four term na 10 term. Because ni wale watu mtu ameshindwa responsibility yake. So anaangalia mwingine, na hata anataka kuchukua ya mwingine, yule atikuwe anafanya kitu. Praise the name of the Lord.
So I'm saying kila mtu ako na jukumu yake, hata yule mtoto mdogo. Mzazi ako na jukumu yake, mzee, mama ako na jukumu yake, na Mungu ndiye ametupatia hizi jukumu, na amekupatia kwa muda, for a time, for a season. Hutakuwa, hata kama utakuwa ukiitwa parent, ile responsibility ya mzazi ingine utakuwa ukitolewa, kwa sababu kama uko na mtoto nursery, hatakuwa nursery for life, hatakuwa secondary for life. So that every responsibility you are given for that season, you are given for that time. And because of the justness of God, vile yeye Mungu ako na haki, ataangalia umepata haki yako, umepata share yako. We cannot claim to be saved or right because we belong to Christian families. Kuna watu wanataka kuown salvation sababu nyanya babu alikuwa wa kanisa. Jamanagia na dhuria mwena guku maka pastor, mimi mama yangu ni elda wako. Mama ndio elda, sio wewe. Bwana asifiwe. Yenyewe ni introduction mzuri, lakini wewe unatembea uko na mienendo kama ya yule mama ama yule mzee ambaye ni elda wangu. Sasa huyo mzee anaendelea, lakini mimi ndamuheire mutumia wakwa thomage kuu kwanyu. Sasa ni vizuri umepeana mama, lakini wewe unafanya nini huko nje? You must be responsible. Don't claim. Kuna wengine ambao ndio wanaharibu watoto na kuwauzia zile madawa. You can see we have a lot of many men and women of administration here. Na wako na hadithi nyingi sana. Vile kuna watu wanauza vitu zingine huko baya, wanauzia hata hao watoto. Huyo ni mtu ambaye hajui, hata kama ulibatizwa, hata kama ulifanya hiyo nini ukiwa mtoto, hata kama wazazi wako ni nini na unafanya hicho kitendo, you will be punished for that. In 2 Corinthians chapter 5, we should aim at pleasing God all the time.